Ndugu wajumbe wa mkutano mkuu, naomba nitumie nafasi hii kwa sababu ndio tumekutana, lakini pia vile kutoa mwelekeo wa uendeshaji wa ushirika katika nchi yetu. Na niombe nizungumzie swala la vipaumbele ambavyo Tume ya Maendeleo ya Ushirika Tanzania, ambaye ndiye amepewa dhamana ya kusimamia maendeleo ya ushirika kwa niaba ya serikali, maana tume ndio mkono wa serikali kwenye vyama vya ushirika, imeweka vipaumbele ambavyo kwavyo ndivyo ambavyo ushirika unatakiwa uenende. Kama mnavyofahamu, mifumo ya shughuli mbalimbali inabadilika. Wanaushirika hatuwezi kubaki kama tulivyokuwa, lazima tubadilishe, na wakubadilisha ni wanaushirika wenyewe. Tukianza katika level ya chama kikuu, ninyi ndio mmepewa dhamana ya kubadilisha ushirika wetu. Sasa niwaombe, katika mijadala yenu na kwenye kabrasha lenu hili, nataraji kuyaona yale yaliyo ya vipaumbele vya tume ndiyo yanajitokeza kwenye mijadala na kwenye dokumenti zenu. La sivyo tutakuwa tunaanza kupishana. Si mnajua mwisho wa siku lazima twende tuka-approve. Kwa hiyo tutaangalia mnayo yaleta yanaendana na mwelekeo wa ushirika wa nchi hii. Ushirika pamoja tujenge uchumi. Mnanielewa wajumbe? Na wathamini sana viongozi. Sasa kipaumbele cha kwanza cha Tume ya Maendeleo ya Ushirika katika kusimamia ushirika huu unatakiwa ujikite katika uwekezaji katika mifumo ya kidijitali. Ulimwengu umebadilika, nikiwaangalia hata nyinyi hapo kila mmoja na smartphone, si ndivyo? Ndio maisha yameshabadilika. Mizani ya kidijitali. Kwa hiyo tunataraji kuona kwenye kabrasha hili kuna mikakati ya kuenda kutimiza lengo hili. Shireku tunataka kuiona inaisimamia ajenda hii. Wanachukua jitihada gani katika kuhakikisha ushirika wa Shinyanga unakwenda katika mifumo ya kidijitali. Hiki ni kipaumbele cha kwanza. Kwa hiyo jadilianeni, lakini mwe mnajua sisi tutaangalia miongoni mwa vitu, je, mnakwenda na kipaumbele hiki? Kipaumbele cha pili ni kuimarisha maendeleo ya benki ya ushirika ya taifa ya ushirika. Tuna benki ya maendeleo ya ushirika. Kwa hiyo hili jambo ni miongoni mwa kipaumbele. Tunatakiwa tuone mnapofanya shughuli zenu zina linki kwa njia moja au nyingine na benki ya taifa ya ushirika. Tuepuke kukaa tunawalalamikia wadau. Kwa hiyo na katika hili nimepokea barua asubuhi tu, iliandikwa jana lakini nimepokea leo. Mrajisi wa vyama vya ushirika na mtendaji mkuu wa Tume ya Maendeleo ya Ushirika ameagiza vyama vya ushirika kuwa na akaunti kwenye benki ya ushirika ya taifa. Hili ni rasmi kabisa, na nadhani kwa kupitia jukwaa hili nikabidhi kwa meneja. Hicho ni kipaumbele cha pili. Lazima tuwe na market share kwenye financial industry. Kipaumbele cha tatu ni kuhamasisha mfumo wa ushirika kujiendesha kibiashara. Tunataka kuona
vyama vya ushirika vinajiendesha kibiashara. Na mwisho wa siku tuone faida, tuone vyama vinawekeza, vyama vinakuwa na nguvu ya kiuchumi. Haipendezi chama cha ushirika ambacho kina jukumu la kuwaondoa watu kwenye umaskini chenyewe ndio hakina hata 100. Sasa nani anamuondoa mwenzie kwenye umaskini? Ni chama cha ushirika au wanachama wa chama cha ushirika? Kwa kila mmoja ajiassess kwenye chama chake. Na katika hili ieleweke, yale mapato yote yanayopatikana kwenye vyama vya ushirika kuanzia shirika mpaka chama cha msingi, kimsingi yale ni mapato ya umma. Tukisema ni ya umma, hatumaanishi ni mali ya serikali ya kijiji, tunamaanisha umma, wanachama. Na hii ndio sababu serikali inaingilia uendeshaji na usimamizi wa vyama vya ushirika, kwa sababu wanaosimamia chama cha ushirika wako wangapi? Wako hawazidi 9. Sheria inasema 5 mpaka 9. Lakini wanachama wanaweza kuwa 200, si ndivyo? Kwa hiyo serikali inakuja pale kwa sababu kuna maslahi ya wale watu. Kama wako 9, maana yake wale watu 100 na ngapi? 91. Kwa hiyo lazima tuone vyama vinakwenda kibiashara. Na kwa muktadha wa mkutano huu tunatakiwa tuone kwenye kabrasha letu kuna biashara, kuna sensi za biashara, kuna kufanya shughuli. Na mwenyekiti, katika hili kwa muda mrefu Shireku tumetoka kwenye jukumu letu la msingi. Ni mgeni lakini si nimekuta makabrasha. Tumetoka kwenye jukumu letu la nini? La msingi, la kuto kushughulika na mazao. Kushughulika na mazao, chama cha ushirika kinashughulika na mazao, tunasema mbegu hadi mbegu. Yaani kuanzia uzalishaji mpaka kufanya nini? Ukipanda hindi si mbegu ile. Lakini mwisho wa siku unavuna nini? Punje, si ndivyo? Tunatakiwa tushughulike hivyo. Haipendezi wana ushirika, haipendezi kabisa kukaa tunalalamika, tunalanguliwa, tunafanya hivi. Yaani wakulima na wenyewe wanachama mnalalamika wapi wakati mmepewa leseni, mna chombo kikubwa kama Shireku? Mfanyabiashara mwenye milioni 300 anawateseni huko mtaani, wakati tuna asset, tuna taasisi ambayo ina asset ya zaidi ya bilioni 26. Si ndio mwenyekiti? Yaani tuna taasisi ina zaidi ya bilioni 26. Alafu mtu mwenye fuso zake 2 anatutesa. Haikubaliki. Haikubaliki, lazima tutoke huko. Lazima tufike mahali ile hadhi ya mkulima wa Shinyanga irudi. Na chombo pekee ni Shireku. Shireku ni nani? Shireku ni bodi na nyie wajumbe wa mkutano mkuu. Kwa hiyo tunataraji michango yenu ijikite katika shughuli za kuzalisha, shughuli za kibiashara. Na katika hili wadau wenzetu tunawaomba sana, mnapokuja kushughulika na sisi mjue mindset zetu imebadilika. Unakuja as a business partner. Ukija kama mfadhili hatukutaki. Tunataka mdau anayekuja kufanya shughuli na sisi tuwe tunasema win-win situation. Ushirika huu sio ni mwingine kabisa. Na katika kutekeleza hili, na nadhani hili mwenyekiti atatambulisha, tunao qualified staff. Kama ni CPA na sisi sasa tunazo, kama ni masters na sisi sasa tunazo kwenye timu ya management.
Kwa hiyo tunatosha, tuna pesa, tuna rasilimali watu, tuna wanachama, tuna wakulima. Hakuna sababu ya vyama vya ushirika kuto kufanya shughuli zake za msingi. Kipaumbele cha 4 ni kuboresha sera, sheria na usimamizi wa ushirika. Hapa tunazungumzia swala la kuhakikisha kunakuwa na compliance. Huwezi kuwa ni mfanyabiashara alafu haufuati sheria, kanuni na nini na taratibu zako mwenyewe na za wadau wengine. Na katika hili hatutamvumilia yule mwanachama au kiongozi ambaye anasema sisi ushirika wetu huo uko hivi. Au ni ushirika wa Tanzania. Sheria ni moja. Kwa sababu ushirika ungekuwa unakwenda vizuri, tungesema ule ushirika tuwaachie mwende mnavyotaka, si ndivyo? Lakini kila mwaka tunakutana, tunapanga, tukikutana hakuna tulichofanya, tulichotekeleza. Yaani kipimo cha kwanza ni kwamba ulishughulika vipi na mazao. Yaani mkikutana kwenye AMCOS, mkikutana kwenye union, kipimo cha kwanza, tathmini ya kwanza, tulishughulika vipi na nini? Na mazao. Lazima aidha kwa kushindana au kwa kupewa favor na serikali. Mnajua kwenye ushirika kuna msingi wa kujitegemea, si ndivyo? Si ndivyo washirika? Msingi wa kujitegemea, lazima tuende kwenye kujitegemea. Kipaumbele cha 5 ni kuhamasisha ushirika kwenye sekta mbalimbali na makundi maalum. Huko kuna sekta mbalimbali. Juzi kuna mahali nimekwenda kuanzisha chama cha ushirika cha wafuga nyuki. Huyu mwanachama wako kuna shughuli zingine anazifanya, tuwasaidie, tuwaingize kwenye mifumo ya ushirika. Lakini kipaumbele cha 6 ni kuimarisha uwekezaji kwenye miradi ya uzalishaji. Twende tukawekeze kwenye miradi ya uzalishaji. Chama cha ushirika, kuna mmoja jana nilikuwa naye na muuliza chama chenu kimeanzishwa lini? Hajui hata kimeanzishwa lini. Siku nyingi sana. Kina nini? Anasema kina kasiki tu. Yaani chama kina nini? Kasiki manake ni mfuko wa kupokelea hela, si ndivyo? Miaka zaidi ya 30. Hicho ni chama cha ushirika. Hivi huwa kinakaa kinaandaa mipango ya uwekezaji. Babu zetu wangeweza wakawa kama sisi. Leo tungepata hata mahali pa kukaa mvua inanyesha. Wana ushirika tungepata. Kwa hiyo tumezaliwa na hao. Kwa nini sisi tunabadilika? Kwa nini mambo hayaendi? Tunataka tuone mnapojadili mipango yenu mwakani, tuone kuna vitu vinafanyaje, vinakwenda. Na mimi sikuja, kwa kweli sikuja, sitamani niondoke niache Shinyanga kama nilivyoikuta. Sitamani kabisa. Sitamani. Na nadhani kwenye hili atakayekaa mbele yangu lazima nipite naye. Mimi lazima nifike wapi? Ushirika pamoja tujenge ushirika. Ushirika ni biashara. Jambo la 7, kipaumbele cha 7 ni kushirikiana na wadau mbalimbali. Ni lazima. Hatuko kisiwani. Tunashirikiana na wadau, lakini tunashirikiana na wadau unapokwenda katika meza ya makubaliano ni kwa maslahi ya nini? Ya ushirika. Sio kwa maslahi ya nani? Ya mdau. Unapokwenda unaenda kutetea maslahi ya ushirika. Na hapa ndipo niliposema kwamba wadau watambue kwamba shirika hii sio ile ya zamani. Ukituzingua
tunamkusanya madeni. Yaani style zinabadilika. Ukituletea siasa, sisi nakwambia hatuko kwenye siasa, tuko kwenye uchumi. Na naamini kwamba tutakwenda vizuri. Ndugu wajumbe, mwenyekiti wa mkutano, mwenyekiti wa chama na mwenyekiti wa mkutano, nimeona nizungumze haya ili kutoa mwelekeo wa mkutano wetu, na kwa kumaliza niseme, ndugu wajumbe, chombo kikubwa kabisa cha kufanya maamuzi kwa shirika au chama chochote ni mkutano mkuu. Tuje, sitafurahi kiongozi wetu ambaye tumekuchagua huku tukiamini una sifa za kuwa kiongozi, unasimama kwenye mkutano mkuu unakaa unalalamika. Uso mkutano wa kulalamika, mkutano wa kufanya nini? Kufanya maamuzi. Mnanielewa jumbe? Jibu au maelekezo au maelezo hayaeleweki, tusichukui dakika 30 40 kila mmoja analalamika, hapana. Tufanye nini? Kiongozi anafanya maamuzi, na ndio maana mmeitwa. Lakini maamuzi lazima yawe kwa maslahi ya nini? Ya shirika. Baada ya kusema haya, na washukuruni sana kwa kusikiliza. Na mwenyekiti, sasa mimi kazi yangu itakuwa ni kuangalia namna gani mnaendesha mkutano wenu. Mimi sina jambo lingine, ajenda yangu imekwisha, kusimamia uchaguzi na kutoa mwelekeo wa mkutano wenu. Hatutaraji mvurugane, nyie ni viongozi. So mkutano wa chama cha msingi, ni mkutano wa chama kikuu.